Niwaombe waigizaji wenzangu, tena si waigizaji tu, wasanii wote kwa ujumla, kwanza tujue haki zetu. Haki zetu tunazipata wapi? Mfano kwa upande wa waigizaji na timu nzima ya crew ambayo inaweza kufanya kazi ya uzalishaji. Bodi ya filamu tufike tujue wanafanya shughuli gani na tujue haki zetu kwao na wao jue haki zetu kwetu. Kwa hiyo tukiwa na muunganiko mzuri kutakuwa kuna lawama kwa kweli. Lakini watu wengi wanafanya kazi hizi akisha kwama ndio anakumbuka bodi ya filamu. Na anakwama labda amepata producer ambaye ameaidiana akumlipa, ndio anaanza kuangalia sehemu gani ya sheria anaweza kwenda. Lakini angekuja tangu mwanzo hapa bodi ya filamu angeelezwa bwana, kazi zinafanywa hivi, haki yako ni haki yako ni. Kwa hiyo nawaomba sio uje bodi ya filamu kwa sababu una shida, unataka kusajili tamthilia yako, unataka kusajili filamu yako, umezulumiwa, njoo hata kirafiki njoo wasalimie kama mimi nimefanya. Mimi leo nimekuja tu, sina shida yoyote. Shida yangu ni kutoa salamu kwa wafanyakazi wa bodi ya filamu na kutoa salamu za Idi, maana Idi ndio nakaribia, bado siku chache tu hapo. Kwa hiyo tusibweteke majumbani, tujue haki zetu, tuje tujiunga kwenye bodi ya filamu ili tuendeleze kazi zetu, tufanye kwa ufasaha. Ukifanya kazi kwa sheria, mimi na imani hata ukija kudhulumiwa, hii sheria uliyoifuata ndio itakayokulinda hapo baadaye. Na nimpende kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Alicheza filamu, nafikiri wote tuliiona. Kama ukuiona nafikiri uko kwenye giza, lakini wengi wetu tuliona na tumeona mafanikio yake. Ametufungulia njia. Sasa kama rais amediriki kucheza filamu, wewe ni nani ambaye unacheza filamu usipite bodi ya filamu ili ikaguliwe, iangaliwe vigezo vyake vimetimia au havijatimia? Hapa jamani, hakuna viboko, hakuna adhabu. Ni kwamba utaambiwa hiki ondoa, weka hiki kiweke hivi. Ndivyo wanavyofanya na utalipa pesa inayotakiwa na kazi yako itakwenda hewani. Kwa hiyo nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametushika mkono na asiishie hapo, aendelee kutushika mkono ili na sisi tunyanyuke tuwe kama wenzetu wa nje. Wenzetu wa nje akisha kuwa amefanya kazi ya filamu au ya tamthilia, yani ana haja kufanya kazi nyingine. Lakini sasa sisi unakuta unafanya kazi ya filamu au tamthilia, ukauze tena miogo, sijui ukapange sijui vitu gani, kwa sababu ni kipato kidogo tunachokipata huku. Sasa naiomba serikali isimamie tamthilia zetu, isimamie filamu zetu ili tuweze kuona muigizaji au muhusika ananufaika vipi na kazi yake. Asiweze kutangatanga, isifikie hatua tena tunafika hatua Makati wanaumwa sasa tunaanza kuchangishana. Makati sasa anafanya hivi tunaanza kuchangishana. Hapana, Makati wanaumwa, hela anayo, ipo benki au iko kwenye miradi yake mingine, maisha ndio. Hao wengine wasanii wenzangu wanakuja tu kunijulia hali. Maana ikifikia hatua sasa na michango, mtu anaamua nikitoa kule nikienda kule lazima hela nitoke. Yeye mwenyewe ana hela. Na naomba kitu cha mwisho, serikali tuangalie kwenye upande wa bima ya afya. Bima ya afya kwa kweli tulikuwa nayo wasanii, ilikuwa inatusaidia sana. Naomba kama kuna uwezekano irudishwe ili tuweze kuitumia. Imetusaidia kipindi cha nyuma, watu wameugua, wametibiwa, wamefanyaje, na kweli watu wanakimbilia sana kwenye upande wa filamu kwa sababu walijua kabisa kuna kimbilio letu wa bima ya afya. Sasa hivi imeondolewa, kwa kweli ni ngumu. Ukienda hospitali, yani kwa kweli tunaumia basi tu. Usituone hivi tunang'aa lakini mifukoni hamna kitu. Niomba serikali tusimamie kama ilivyotusimamia tangu mwanzo ili tufikie malengo. Asante.